Kwa vizuri. Okay sawa. Ngoja ni umraise kidogo. Chukua hiyo. Asa hii pesa gani unanipatia hii? Nimekupa pesa ya kazi yako. Sio kumaliza kazi nakupa au? Nimekupa ujira. Kwa hiyo ndio tuliokubaliana mimi na wewe hao. Hii pesa initoshe, niongeze pesa bwana. Nikuongeze pesa ya nini? Maana nilichokitarajia kwako sijakikuta. Huna maajabu yote bwana. Yaani mipinduko hauna lolote. Yaani wewe kushoto, yaani wewe mkavu tu. Wenzako huko wanachokifanya huko wanapewa mpaka 500. Sio, umeelewa vizuri? Jero tu inawatosha. Wanapinduka, wanapewa jero, afu wewe unazingua na kupa 2000. Si unasikia huko ni ziwani na huko wanaponda kokoto. Wewe niongeze pesa. Kwani wewe wapi? Wewe si hapa kijijini. Kwani shida ni nini? Alo kudanganya nani? Niongeze hela, hii hela initoshe. Hapa kijijini maneno yangu mimi ni kama sheria. Nikizungumza kijiji chote kinajua mzee Wibori anazungumza. Naomba uondoke. Siondoki, niongeze pesa. Nimesema naomba uondoke. Siondoki. Usitake kunisababisha nikachukua maamuzi magumu. Fanya chochote niongeze pesa yangu bwana. Niongeze pesa. Naomba uondoke. Siondoki. Najua sitaki mke wangu akukuta. Kwani mke wako ni Mungu bwana? Unaona nitishia mwanamke mwenyewe, mwanamke niongeze hela. Usinitishie mke wako bwana. Hebu niongeze pesa yangu. Siondoki. Ondoka mjinga wewe. Unakatalia hapa kwako. Wewe mzee, nitakuja nikufanyia kitu kibaya huwezi amini. Wewe utanifanya nini? Unafanya nini? Yaani wewe sijui ndio unajiita mzee Wibori wewe. Yaani wewe. Nini sasa? Tulia. Nitulie nini? Tulia ni speaker. Nitakuja nikufanyia kitu kibaya wewe. Kitu gani wewe? Watoto 2000 hamna lolote, maneno mengi tu. Ndio maana mnatawaliwa mpaka na vizee vya ovyo ovyo, mjinga. Tena nikikuona hapa siku nyingine hapa paone kama kituo cha polisi, mjinga wewe. Nenda huko. Hodi. Hodi. Karibu. Nimekuja hapa na jambo hilo. Jambo moja tu. Nataka hata karibu yako. Jambo gani? Kuhusiana na kijana wako. Kafanya nini tena kijana wangu? Kijana wako jana nimemkuta na mdogo wangu mimi. Mdogo wangu mimi na bahati yao alikimbia. Kwa mama mtu. Unaelewa mimi sikonga nishacha kitamu. Afu si unajua tena mimi ninavyokuzingatia. Kiao. Yaani kuna vitu ambavyo vinachanganya sana hapa kijijini. Kitu kikubwa kinachochanganya ni kuhusu haya matukio yanayoendelea hapa kijijini. Mara watu wamepotea, mara watu kufa, kukuta wamekufa ziwani, milimani. Yaani hadi inafikia hatua, yaani naogopa hata kwenda kwenye kazi zangu za mawe. Yaani ovyo, yaani tafrani kabisa. Yaani hata ieleweki tutaishi vipi hapa kijijini. James! Mwenyekiti. Nadhani nakuheshimu. Wewe James! Toka huko ndani, njoo hapa. Yaani sitaki tuvunjane heshima. Subiri anakuja. Yaani nisubiri? Nisubiri kijana wako anafanya ujinga nisubiri? Njoo hapa. Eti nisubiri. Sasa nikuja hapa na chochote kitu. Hata itakuseva hata sikonga huko unaelewa? Chenya magumu. Afure ubi mkubwa yuko unajua nini? Kutoka sikonga kutegure mageto. Sawa, mimi nitapita. Sio sawa, wewe zingatia. Yaani kutoka sikonga hakikisha unafika bure. Au ni wezi, majambazi, pengine labda wamesulumiana au vijana wanaanza kuchukuliana hata wanawake. Hayo ni mambo ya siogope. Lakini hili niliwaambia, unajua ukiongozwa na mwanamke ni shida. Nyie mmemchagua hapa bibi nani huyu mwenyekiti wenu? Bibi nani anaitwa? Bibiana. Yaani nyie mmemchagua yule mama eti ndio mwenyekiti. Hana lolote tangu tumemchagua. Yeye kazi tu ya kununua vipodozi na kujingarisha usoni, kujipendezesha, sio anataka kuwa mzungu. Sasa kiongozi gani yule? Kwa hiyo sisi maanaka sasa tuanza kutufundisha sisi
ina sisi tu tuanze kupaka mafuta ya kung'arisha ngozi. Juzi nimemwambia haya matukio pale wakati tumemkuta yule mtoto Fadhili amekufa pale ziwani. Ananiambia wenyewe wanaume ndio. Sasa alikubali vipi kama anajijua yeye sio mwanaume, alikubali vipi kwa mwenyekiti? Na wewe mke wangu wewe ndio ulikuwa kampeni mkubwa, manager wake wa kumpigia kampeni ili ashinde. Na ameshinda sasa. Hapana, sio muda kulaumiana. Tunafanyaje? Halafu hayo wewe anajitokeza tu. Mbona mwaka juzi tulivyomchagua mzee Juma alitusaidia nini? Ndio huyu hapa, yaani ndio huyu hapa kijana, huyu ndio kijana wako huyu. Na sijamkosea, ndio huyu hapa. Wewe na kuonya. Kubwa huyo anazingua. Ona wewe na kuonya, umesikia? Kunaribia mdogo wangu. Leo hiyo mwanzo na mwisho, umesikia? Ni ngondo mwisho. Ni ngondo. Hata itachukua muda mrefu. Sinaelewa mimi mwenyewe kitambo. Nani bro wako? Hebu kaa chini kwanza. Kaa chini. Kaa chini. Kaa chini. Kaa chini. Huyu nani? Nisamehe. Nikusamehe kwa ujinga huu? Nisanga mdogo sitarudia. Utarudia, huyu ni nani? Nilikuwa nasoma naye. Ulikuwa unasoma naye, sasa anakuambia nini sasa hizi hapa? Unasoma naye? Mwanafunzi yuko hivi. Hebu simama. Simama wewe muni. Mwanafunzi hivi. Muone kama mwanafunzi huyu. Huyu ni nani? Dogo. Yaani mwenyekiti, nyumbani tuko watu wao wawili tu. Alafu inauma sana kwa kuona mdogo wangu mimi kijana wako anamharibu. Siku nikikanyaga mguu hapa, labda mimi sio papa. Na nikija hapa, sikio ndo utaelewa. Nadhani yaani kitaa chote tu ananijua. Kitaa chote tu ananijua, umesikia? Jina papa sikupata kwa mchezo. Muonye mkae mdiscuss. Siku nikikanyaga hapa, nitakufanyia kitendo kibaya sana. Sijali wewe mwenye sio umeshaelewa yani? Nimeshaelewa, nitaongea naye. Yaani nimevurugwa tena msimkanichanganya. Siku nikanyaga hapa, labda sio mimi. Unajua uchungu mtoto wewe? Kwa hiyo wewe umekataa shule, umekuwa maarufu sasa wa kubuni wanafunzi, si ndio? Umekuwa maarufu wa kubuni wanafunzi na kuuliza. Mnasoma naye huko hivi do? Mnasoma naye huko hivi? Sasa baki tuangalie tutafanyaje, maana hii hali inazidi kuwa mbaya sasa. Naambia taka nyie na chanzo ni nyie, na ndio maana yani hapa alitakiwa mwenyekiti awe mwanaume. Bora hata mzee Werema pale angechukua hii nafasi. Yaani tumemchagua, yani kazi tu kujipodoa ili awe mzungu. Sasa kiongozi gani yule? Kwa sisi maana sasa tuanza kutufundisha sisi, ina sisi tu tuanze kupaka mafuta ya kung'arisha ngozi. Kiongozi gani yule wa Carolite? Sasa wewe unavyomsemea Werema ameongoza miaka 5, ametusaidia nini? Niambie. Hayo ndio maneno yenu. Sasa hizi mnadharau wanawake, mnadharau sana, mnadharau sisi wanaume. Kwa sisi tutakuwa tunaongozwa na Carolite, si ndio? Bwana, nishachoka na maneno yako. Kila siku wanawake una ujazi mwingine. Kwanza tuachane na hayo bwana. Nani mwanangu yuko wapi? Mnasoma huko hivi? Kuna wanafunzi wa hivi kwa hivi? Mwanafunzi umevaa hivi, mwanafunzi hivi unanyoa kiuni. Shule yenu ndio inaruhusu hivi? Yuni nahangaika usome. Haya ndio unafanya. Babako angekuwa haya jione haya. Sasa wewe utaenda kuishi kwa bibi yako kule? Kwangu sitaki ujinga. Hamna nini? Nini? Mnafanya biashara gani wewe na huyo? Unasoma na mtu yuko hivi. Utaenda kuishi kwa bibi yako kule. Sitaki ujinga kwangu. Pita nenda nyumbani, kute yuko nyumbani. Toka. Wewe bwana mdogo wewe. Samehe bro. Mimi sio bro wako, nimeshakwambia uelewi. Mimi ni bro wako mimi. Samehe, sitarudia. Mpotea mbele yangu hapa. Toka. Naisha atakuwa kwa rafiki zake pale. Kucheza na wenzake wapi mke wangu? Mtoto yuko wapi? Yaani unashindwa saa hizi matukio yanayoendelea unashindwa kumzuia mtoto. Kati yako ndio. Wewe uko wapi? Mwanangu tulia hapa nyumbani, kwa rafiki wapi? Ungekuwa tunamsaidia hata mama yako. Yaani wewe ni pupu utazana umerambwa na mbwa kwenye miguu. Ili utulie, jifunze. Unataka kwamba eti wazazi sasa tuonekana tukufundisha, si ndio? Hebu kaniletee maji ya kunywa huko ndani.
Oh, sema na mwanao bwana. Sasa mwisho akiolewa baadaye tupate shida. Leo akufundishwa na wazazi. Hujambo? Jambo shema. Kwema. Kwema, samani. Bila samani. Afadhali nimekuwa nimekutafuta sijakupata. Ulikuwa na shida gani? Kama sasa vichelema huko kwako. Vichelema? Ya kazi gani? Nilikuwa nataka nipone kokoto, maana hapa kuna maisha magumu sasa hivi na maisha magumu mpaka basi. Maisha magumu. Kwako wewe? Kama kweli maisha yanakuwa magumu. Wewe kabisa wewe si kijumbe, kibaraka wa mwenyekiti. Wewe si ndio unazunguka naye unampigia kampeni wewe? Unakuwa na maisha magumu? Kwa kipi? Sawa. Haina shida. Utakuja kesho. Muda gani? Saa 2 hadi saa 11. Haya, asante. Nashukuru sana. Usitake kuishi maisha ya watu. Achana na siasa, wewe bado mdogo. Wewe vitu hivi umevikuta unaviparikia. Jifunze, na utakoma. Mwenyekiti, karibu. Wenzangu. Karibu mwenyekiti. Asante shoga yangu. Naona huko unapambana. Ipo. Wenzangu naona mnanona tu. Wewe. Acha bwana, mambo ni magumu wenzangu. Mambo ni magumu, sio polepole. Wewe acha tu. Nimemkuta huyu bwana Uboni. Bwana Uboni ametoka. Ameenda kwenye mihangaiko yake huko. Hata hivi nasikia anapiga mawe huko na baruti huko mlimani, lakini sina taarifa naye. Sina taarifa zake kabisa. Basi bwana. Sio shida, mimi yeye hajanileta. Mimi nimekuja hapa shoga yangu. Nimekuja nishauri kitu kimoja na magumu mwenzio. Yaani acha kabisa. Si unajua kijana wangu ile James. Kuna mambo ziko amefanya mambo gani? Nakwambia kuna yule kijana wa kwa mama Shura yule aliyepinda yule, si unajua? Ndio. Sija anavuta bangi ile, sija anafanyaje, anaishi sijui. Unamfahamu alivyo. Alikuja kwangu jana, nakwambia. Ana hasira hizo. Kafika kaanza kufoka. Mwenyekiti sijui kitu gani? Unakaa na majambazi. Maana sijui watu mtoto wako sijui koje. Yaani kaniharibia mdogo wangu. Nikasema Mungu wangu, nini tena hiki? Sasa ndugu yangu kafoka. Kanichafulia jina huyo. Si unajua mimi ni kiongozi wa kijiji. Sasa ile binti ya dada yake yule sijui wamefanya nini na kina James na rafiki zake, kafoka nakwambia. Nikamuita James nikamuuliza. James anasema sio yeye, ni Ngondwe, yule kijana yule wa kwa mama Shura. Tunamfahamu? Sasa yule kijana inaonekana anatoka na yule binti. Lakini sasa si wote ni wanafunzi. Sasa mimi nifanyeje hapo ndugu yangu? Hebu nishauri. Lakini wale wote si wanafunzi. Ndio. Kijana wangu sana yuko form 2. Wote wako form 2. Wako form 2 wote ni wanafunzi. Wadogo wale. Sasa hapo takushauri. Ijumaa ndio utaitisha mkutano. Ndio. Itabidi walimu wa shule zote hapa kijijini wawepo na wanafunzi wote pamoja na mtoto wao mwenye tabia kama hizo waadhibiwe mbele ya kijiji. Hiyo nayo point mwenzangu. Vijana wetu hao wamesharibika na ni watoto wadogo wanafunzi, lakini wana mambo ya ajabu. Huo nao ni ushauri umenipa shoga yangu. Hii tabia iondokane kabisa na hao watoto. Bila hivyo uongozi wangu unaenda kuwa mgumu ndugu yangu. Kweli. Haiwezekani. Wewe mwenyekiti kumbuka. Ndio maana kupenda shoga yangu. Yaani wewe acha. Sawa bwana. Basi mimi ngoja nikuache uendelee na kazi. Yupo ana maandaa huko. Acha andae bwana. Wewe acha andae. Wewe piga kazi yako. Haya bwana. Haya shoga yangu.
Ujambo ba? Hiyo binti ni nani? Mbona kama mwanafunzi? Mwenyekiti. Karibu. Unayemficha humo ndani. Hebu mtoe. Nafanya nini? Wewe binti. Wewe binti ndio toka nje. Toka nje binti. Alikuwa amekuja kupitia nguo yake. Kupitia nguo yake. Kwanza mama kwani ni kwapi? Ametoka kidogo. Wewe unasema amepitia nguo yake. Muda huo hata vishikizo hajafunga. Hamna, yaani mwenyekiti, yaani hapa sebeni ndio nilikuwa nampa nguo. Aha. Sasa nimeelewa. Nasikia huko nje watu wanakunungunikia sana kwamba wewe una tabia hii ya kuharibu wanafunzi. Kumbe ndio tabia yako. Sasa kwa hili mzee Wiboli, Tafadhali mama, nakuomba. Kwa ujinga huu uliofanya siwezi kukusamehe. Tunaheshimiana sana na mama Queen, lakini kwa hiki ulichokifanya sitasamehe kabisa. Halo mtendaji. Uko hapo ofisini?